Naam, karibu sana kwenye kipindi hiki maalum kutoka hapa Texas. Na leo nina hapa tumeungana na mheshimiwa wa Kitutu Chache South, mbunge Honorable Tony Anthony Kibagendi. Asante sana. By the way, do you have a middle name? Mimi niko na majina mawili. Ninaitwa tu Anthony Kibagendi. Vile umesema mimi ndiye mjumbe wa Kitutu Chache South. Wale waliotengeneza majina haya ya eneo bunge hili walikosea kidogo. Sababu kwa lugha yetu ya kule nyumbani, South inamaanisha kusini. Na pia Chache pia inamaanisha kusini. Kwa hivyo ukiamua kuangalia jina hilo kabisa ni kama kusema Kitutu kusini kusini. Yeah, lakini bado linafanya kazi vizuri. Wow. Yes. Then there was an anomaly there. Yeah, katika IBC wale walikuwa wanatengeza majina hayo walikosea kidogo, lakini tunafanya. Labda kuna watu ambao najua you have done so many interviews na the message is out there. Lakini tuambie kidogo tu kuhusu maisha yako ya utotoni. Maybe ulipokulia shule na changamoto ulizopitia. Asante sana. Mimi kwa wale ambao wanijui, mimi nimezaliwa Kisii. Kisii mjini, sehemu inaitwa Nyamataro. Kule ndio nimelelewa. Na mimi nilijaliwa kulelewa na mzazi mmoja ambaye ni mama yangu. Yeye ndiye amekuwa katika maisha yangu. Na wakati wote huu nimesoma kule shule ya primary school. Nilikuwa shule ya msingi, nilikuwa shule ya St. Mary's Mosocho. Shule hiyo iko pale karibu na kwetu nyumbani, lakini ilikuwa ni boarding, ambapo niliweza kupata mafunzo mazuri sana kule. Tulikuwa kule na watu wengi sana ambao ni marafiki zako, wako hapa Marekani, wengine wako sehemu nyingi katika dunia hii. Kutoka hapo nilienda Maseno School. Maseno School ambayo ni shule ya upili ambayo ni ya kitaifa. Mojawapo ya zile shule chache za kitaifa. Baadaye nilijiunga na chuo kikuu cha Maseno University. Na kule kwenye chuo kikuu ndipo nilianza kuweza kunoa makali yangu ya kisiasa. Actually, that was my next question. Ulipata wapi motisha ya kuingia katika siasa? Motisha ya kuingia katika siasa nilipata wakati nikiwa tu kijana mdogo. Haswa wakati tulipokuwa katika shule ya msingi, nilikuwa ni mtu wa kutetea haki za rafiki zangu. Sikuweza kukubali watu wale ambao walikuwa na wanyanyasa wengine. Na hata wakati mwingine mwalimu alikuwa anataka kutuadhibu kwa sababu kadha wa kadha, unapata mimi namwambia hapana, huwezi kuniadhibu, hebu nieleze nilifanya nini. So hiyo ikafanya nikaweza kuanza kuwa na motisha. Lakini kile kilichonifanya nikaribie kabisa ni wakati tulimpoteza yule ambaye alikuwa mjumbe wa pili wa Kitutu Chache, ambaye alikuwa ni Zachary Onyonka. Wakati wa kifo chake mwaka 96, wakati alikuwa nazikwa, viongozi walikuja wengi sana kule. Katika shule yetu ndio ilikuwa parking lot, sababu the funeral ilikuwa inafanywa, mazishi ilikuwa inafanywa pale Cardinal Tunga kwa shule. Yeah, by that time I was in Suneka. It was my first time to come closer to a bigger plane. Yes. Ilikuwa hiyo ndio sasa niliona viongozi wengi wamekuja. Hapo ndio nilipata motisha. Nikaweza kumuona Kibaki na macho yangu. Nikaweza kumuona Moi, nikaona viongozi wengi. Na hiyo ikanipa motisha. Na pia kujua kwamba Onyonka alikuwa mjumbe na alikuwa nazikwa na the heroism that was in it. Ikanifanya niweze kupata mvuto. Lakini kuendelea maisha baadaye nilijipata kila mara niko najaribu kukuwa representative wa watu, either pale darasani ama tukitengeneza timu ya mpira, unapata niko kama captain. Nilikuwa ninaonyesha uongozi kutoka hapo nikiwa mchanga. So kabla ya kuwa mbunge, ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mimi nimefanya mambo mengi. Unajua hapo awali na sasa hivi ninafanya biashara.
Nimekuwa nikifanya biashara na hata wewe ulikuwa unauza kuku. sikuwa nauza kuku, lakini nilianza chini. Kuna wakati nikiwa shule ya upili nilikuwa nikiuza peremende. Baada ya kwenda university nilikuwa nafanya mambo ya branding na mambo ya shares na mambo ya tendering nikiwa chuo kikuu, na baadaye nikatoka nje. Baada ya kumaliza kutoka chuo kikuu nikaanza mambo ya car rentals and later car leasing. Ni graduate, alafu nikaenda kwa mambo ya security ambayo tunafanya guarding, tunafanya CCTV installation or generally security equipment. Jack of all trades. Yeah. Alafu pia tumekuwa pia tukifanya mambo ya government tenders. Not just government, even externally, even kwa private sector. Tunajaribu kufanya kutafuta kandarasi hapa na pale za kuweza kutukimu sisi kimaisha. Lakini baadaye, baada ya kusimama mwaka wa 2017 niliweza kupea viongozi wa Jubilee nguvu sana kule Kisii. Baada ya ODM kuninyang'anya tiketi ya ODM. Unakumbuka nilikasirika, nikaingia kwa Jubilee na nikawapea support kubwa sana kule Kisii, Nyamira, Kuria, ama generally niseme Nyanza. Mimi ndio nilikuwa msimamizi wa kampeni ya presidential. Ruto's pointman. Usiku ulikuwa unagonga milango unasema vote for Ruto. Yes. Now in baada ya hiyo Ruto alinichukua alipoona talanta yangu. Alinichukua akaniweka ofisi yake, akaniweka kama mshauri wa mambo ya vijana na mambo ya kisiasa, advisor on youth and political affairs. Na hapo ndio nikaanza yeye pia ameninoa, ameweza kunifanyia mentorship ambao niko nayo sasa. Akanionyesha vile siasa inafanywa, vile kunyenyekea, vile kuweza kuzungumzia watu na confidence na mambo kama hayo. Na hiyo iliweza kunisaidia kwa siasa za 2022 wakati tulikuwa nafika 2022. Sikujua yeye alikuwa anatumia mbinu hizo ili aweze kuingia, lakini kuingia akabadilika. Labda is a political thing kwa unapoingia unabadilika. Sijui kama umebadilika. Mimi sijabadilika. Pengine wewe uniambie. Wewe ni rafiki yangu kabla nije hapa. Labda mimi tuko marafiki na kupigia hata usiku na chukua simu, so I don't know watu wengine kama wanashika. Mimi najaribu. Kama simu pengine unaweza piga nikose kushika, lakini baadaye nikipata muda nitaweza kurejesha. And let's talk about development agenda for Kitutu Chache South. Yes. Ni miradi gani mikubwa tangu uchaguliwe kuwa mbunge umefanikisha? Asante. Nilipoingia useme ile ya Chafet. Mimi nilichaguliwa kama mjumbe wa Kitutu Chache South. Kitutu Chache South ni eneo bunge ambalo liko Kisii County. Na hapo Kisii County, Kitutu Chache South nilipoingia, kulikuwa na ahadi ambazo niliweka. Kwanza ni kuweza kuimprove infrastructure ya mashule zetu. Na hiyo nilikuwa niongeze madarasa, niongeze zile vyoo ama zile lavatories, niweze kuongeza labs, niongeze hata kuweza kufence shule zetu. Shule zetu zote zilikuwa wazi. Halafu pia mambo ya barabara. Kwanza nianzie kama mashule. Kwa mashule nimeweza kuweka construction ya madarasa katika literally every school, ambayo imeimprove with the intake ya wanafunzi. Wanafunzi wetu katika Kitutu Chache South through usaidizi wa DCC na machifu wetu na assistant chiefs, sisi hatuna watoto ambao hawaendi shule. Lakini si ati tumemaliza. Tumetengeza shule zetu, tumekuwa na madarasa ambayo naweza sema yametosha, lakini tunaendelea kujenga. La pili, kuna shule ambazo tumejaribu kuzitengenezea laboratories. Laboratories za science subjects, chemistry, physics, home science. Tumejaribu kutengeneza hiyo. Ya tatu ni katika shule hizo tumeweza kujaribu kutengeneza administration blocks. Unapata walimu ama mwalimu mkuu na kamati yake wanakutana katika darasa moja hapo. So tumejaribu kuwatengezea administration block ambayo pia iko na secure offices ambazo wanaweza weka documents zile za confidential ama documents zile za uzito fulani. Na jambo lingine ni katika mashule pia tumejaribu kuweka fence
katika shule zetu. Hatujaweka zote, lakini tumejaribu kuweka fences katika shule zetu ili watu wawache kitu inaitwa encroachment. Kuna watu unapata wanakuja kulisha ng'ombe katika kiwanja cha shule, ama watu wanakuja kucheza mpira pale watoto wakiwa shuleni. Wakati mwingine vitu vya shule vinapotea, na watu wengine wana grab hizi shamba za shule. Kwa hivyo tumejaribu kuwa mashamba. Tumejaribu kufanya fencing kwa mashule kadhaa. Hatuwezi kufanya zote kwa mara moja. Kwa hivyo ni kusema una mipango mingi ya kuboresha shule na kusaidia wanafunzi. Yes, kitu kingine cha muhimu tumefanya, maji ni kitu ambacho kinasumbua sana. Water katika constituency yetu. Kwa hivyo na MP hafai kudrill maji. MP, mambo ya maji ni mambo ya county. Lakini mimi kwa sababu ya ujuzi na fikira safi, sababu ile fedha ambayo tunapewa tunafaa tufanye projects ndani ya shule ama kwa offices za chief. Kwa hivyo tumeweza kufungua maji, projects ya maji mahali inaitwa Ongicha, ambayo ina support area hiyo yote. Ni maji ambayo tunafungua katika one school, Ongicha Primary, ina support Ongicha Secondary, na ina support the entire community around that area. Kuje pale Kiamwasi pia tumedrill maji ambayo tumeweka kwa mlima juu. So hayo maji yanasaidia shule hiyo, Kiamwasi Primary, inasaidia Kitutu Chache South Polytechnic, alafu inasaidia community hapo, na tumeteremsha mpaka mahali inaitwa Nyamorenyo. Alafu jambo lingine ni kwamba tunaendelea kufungua maji mengine kama pale Iranda, tutafungua mengine mahali inaitwa Kiombeta, tutafungua mengine mahali inaitwa either Riangoko ama Moneke. Tunaendelea kujaribu na fedha zile kidogo ambazo tunapata. Unazijua hizi places? Nazijua sehemu zote za constituency. Nataka tukache short hapo kidogo. So where is the distinction kwa kazi ule unafanya na ile ya county government? Because mimi kama mwananchi labda sijui ni gani unafanya. Kama hakuna maji in the village, hakuna maji in the village, hakuna maji. Sasa sijui kama ni county government. Mambo ya maji ni mambo ya county government. Ni vile mimi ninakuwa creative kidogo. Maji unaweza kufungua kwa shule tu. Hiyo ndio national government space ambayo unaweza kufungua maji. Uone kama utafanya hiyo kazi kisha county government wanakuja kujipiga kifua eti tumefanya. Like there is a road, I saw something like that. Sasa county government haiwezi kujipiga kifua, sababu kila project ikitengezwa unapata mjumbe anaenda kuitembelea vile inaendelea kutengezwa. La pili, unapata hao watu wa county government, wa CDF, kamati inatembea pale, na wakati kuna launch iko kitu tunaandika hapo that imefanywa na CDF, National Government Constituency Development Fund. Kuna jambo ambalo limekuwa likiendelea. Jambo lingine ambalo tumekuwa tukifanya ni mabarabara. Kuna barabara za constituency za ambazo zinatengenezwa na mjumbe, na kuna county government roads. Zile za constituency kila mwaka ninapewa allocation ya fedha fulani. Zote baada ya mvua kupoa, mwezi wa 5, mwezi wa 6, huwa tunajaribu kuzifanyia kitu inaitwa rehabilitation. Hiyo inafanywa kila mwaka. Na hiyo nimekuwa nikifanya every financial year. Wakati mwingine utapata watu wakisimama kupiga kelele kuhusu mambo ya barabara hapa na pale. Unapata barabara hizo haswa ni either za county ama hata zikiwa zetu, unapata they rush to make a conclusion that kwa kuwa hatufanyi. Kwa sababu kama sahi kuna barabara moja ama mbili ambazo hazijafanywa, lakini ni sababu mvua ni mingi. Contractor akipitisha ile tractor namna hii itaharibu barabara hiyo zaidi. So tunangoja mvua ipoe. Gingine ni kwamba Kitutu Chache South nilipoingia hakukuwa na barabara ya lami hata moja. Other than ile barabara inatoka Kisii inapita ikienda Kisumu. Na ingine inatoka Kisii inapita pande za Nyatieko ikienda pia hiyo inaenda Marani ikienda Kisumu. Na ile main ya kwenda Nyamira. Tangu niingie kama mjumbe, nikaweka barabara ya lami kutoka mahali inaitwa Igonga kwa boda yetu na Bonchari
By the way, hapo ndio 9 wanaishi point- siku hizi. karibu Yeah. sana 9.7 kilometers. Yeah. Hiyo iko kutoka Igonga mpaka Mosocho. Ya pili ni ya kutoka Nyakoe kwenda Marani. Hii barabara ya kutoka Nyakoe kwenda Marani, nimeona mjumbe mwingine akijipiga kifua atiendi amenisaidia nikapata. Mjumbe hawezi kusaidia mjumbe mwingine kutengeneza barabara. Kwake kuna barabara mbaya zaidi kushinda barabara za kwangu. Na angetaka kunitengezea mimi, angeniuliza mimi anataka kutengeza gani ndio nimpe, sababu hiyo mimi nilikuwa nishapigana, nimeshasukuma katika bajeti. Tulikuwa wakati huo tulikuwa tunazungumza na rais, tulienda na yeye tukaongea na rais, ikawekwa kwenye bajeti. Na barabara hizi hata zile ambazo ziko katika constituency yake zilianzwa na wale watangulizi wetu, Mheshimiwa Jimmy Angwenyi na Mheshimiwa Richard Onyonka. Sisi tumekuja kuhakikisha kwamba zinawekewa fedha na ziweze kutengezwa. Kwa hivyo hakuna mjumbe anaweza kutengenezea mjumbe mwingine project kwa constituency yake. Wao wako na shida kubwa kutushinda ya barabara. Wanaweza kuwa na lami ya 50 kilometers lakini barabara zao zile zinaitwa dirt road ziko mbaya zaidi kushinda vile zetu ziko. Ya pili ni kwamba pia tuko na barabara nyingine ya lami ambayo tunafanya ya kutoka Nyabururu kule kanisani shule ambayo inaitwa loop, sababu inazunguka round itoke kwa lami nyingine inatoka Nyabururu inazunguka ikuje kutoka mahali inaitwa Nyamataro. Kwa hivyo hiyo ni barabara nyingine. Na pia tunaendelea kusukuma tuweze kupata hela zingine. Nilikuwa nimeweka katika design level ya barabara inatoka mahali inaitwa Getare iende mwisho wa lami, iteremke ingie Iranda, iende Nyakoe, iende kutoka Kioge, iende mpaka sehemu za kule Mosocho, ingie Nyamatuta, izunguke itoke Riverside, izunguke itoke kutoka Ungicha, ikuje kutoka Matieko. Lakini serikali imesema no new projects. Haiwezi kufanya project mpya sababu bajeti hiwezi kubali kuanzia sasa hadi 2027. Zile projects ambazo mnaona serikali inafanya ni projects ambazo zilikuwa zimeanzilishwa na former president Uhuru Kenyatta. Other than very few ambazo pengine president amesukuma pande ya kwao na sehemu zile anaona anatafuta kura, hapo ndiye amesukuma sababu pia mimi nakubaliana fedha hakuna, lakini ile fedha kidogo ingefaa kutumika equitably, si kupeleka pande moja fedha zote. Lakini unajua shida ni vile mnatuambia hakuna fedha, hakuna pesa, kisha tunaona mnafanya maendeleo kwingine michango, and then how do you tell me una pesa na anaona ukichanga at the same time? Anyway, kwa sababu ya muda, hebu ni you talked about vijana na umekuwa kiongozi wa vijana hapo mbeleni. Yes. So vijana ni wengi na Gen Zs wana tatizo la ajira. Unafanya nini kuwaleta pamoja na kuwasaidia in your constituency? Kitu ya kwanza ambayo tumejaribu kufanya, unajua mambo ya ajira ni mambo ambayo inafanywa na serikali kuu kupitia what we call fiscal policies. But in your capacity as ndio hiyo nakuja hapo. Fiscal policies ambazo zinapanua uchumi. Uchumi kunakuwa na wawekezaji. Wawekezaji wakija, watu wanapata ajira. Hiyo ni ya kwanza. Lakini serikali tuko nayo sababu iko na mapendeleo katika industries zingine. Unapata industry kama ya steel industry. Unapata wanataka wewe uendelee kunishinda. Wanakupatia wewe privileges ambazo zinakufanya unigandamize kibiashara. Sasa unapata the steel industry has lost almost 70,000 jobs because the people in power are pushing opportunities for a select few. Unaona? Hilo ni jambo la kwanza. Ya pili, unapata the people in government wana introduce various taxes ambazo zinagandamiza wale ambao wangeweza kuegeza katika nchi yetu, waweze kupanua uchumi na watengeze kazi. Is it that a good thing, mheshimiwa, so that they can promote local industries? Wale ambao unasema wana promote local industries, they are destroying other local industries. Yeah. Ni wewe, mimi na wewe sote ni local. Lakini unapata wewe sababu your earnings mnashare na serikali na watu serikalini, wewe unapewa privileges. Hata kwa tax unapata wewe unapunguziwa au wengine wanagandamizwa. Hiyo ndio inaendelea Kenya. Na wakati mwingine msikize Rigiji anasema ukweli mwingi sana. Wakati mwingine mmsikize. So at my capacity, at my capacity as a member of parliament, kitu ambayo tumejaribu kufanya, kuna fedha tunaita Uwezo Fund.
Hiyo pesa ya Uwezo Fund tumeweka watu katika jamii, groups ndogo ndogo, welfare groups, vikundi, ambazo tunawapea hela kidogo waweze kuanzia biashara. Ama ukulima biashara. We call it agribusiness. Fedha hizo tunapea registered groups, zile ziko organized, ambazo zinafanyiwa training, zina demonstrate what they would want to invest in. Tunawapatia mkopo kuanzia shilingi 50,000, 1,100, 1,250. Wakimaliza kulipa, wanaweza kuchukua double the amount that they took the first time. Ya pili ambayo tunafanya, tulianza vile nimezunguka hata hapa Marekani. Kuna kitu inaitwa green gold ambayo ni avocado. Avocado imekuwa ni kitu ambacho kinabadilisha uchumi za nchi zingine. Na sehemu zingine, hata nchi yetu Kenya, kuna watu ambao wale waligundua mapema, imeweza kuwasaidia sana. Kama sasa mahali inaitwa avocado ambayo inaitwa Hass avocado. Nimeweza kupeleka seedlings kwa watu wa kwetu, nikawapatia seedlings waweze kupanda, a total of 6,000 seedlings, ambazo in another 18 months zitaweza kuanza kutoa the fruit. Na pia naendelea kuleta miti mingine, watu waweze kupanda na watu wetu waweze kusaidika. Jambo lingine ni kufunza watu biashara. We have small training programs ambazo tunazungumzia watu. Number 1, waende kwa technical training colleges. Ndio tunamalizia kujenga the technical training college ya Kitutu Chache South pale Kiamwasi. Watu waweze kujifunza ufundi, mambo ya plumbing. Nimeona hapa Marekani wale watu wanalipwa pesa mingi kabisa, ni watu wa plumbing, watu wa electrical, ni watu wa kuja kufanya mechanical works, ni watu ambao wanafanya kazi ya ufundi. Kwa hivyo tunaomba watu wetu waweze kuingia kwa technical colleges, waweze kujisimamia. Hata mambo kama ya welding, hiyo ni kitu ambayo inalipa vizuri kule nchini kwetu na hata hapa ng'ambo. Kwa hivyo hizo ndio fikira ambazo najaribu kuweka kwa vijana wetu, waweze kufikiria vile tunaweza kunawiri in terms of self-employment, and even mtu aweze kuanza biashara na aweze kuwa hata employer. Okay. Now let's come back to diaspora engagement. Tukiwa hapa Marekani, wengi wetu tuko tayari kusaidia kule nyumbani. Serikali au ofisi yako ina mpango gani ya kushirikiana pamoja nasi kama diaspora? Swali zuri sana hiyo. Unajua mimi, unajua watu wanasema nsere huko nyumbani, lakini hapa we say we want to support. Yes. In which capacity? Kama mimi, mimi ndiye mjumbe ambaye ako na marafiki wengi kabisa hapa Marekani. Hiyo ni kweli. Mimi ninajuana na watu hapa, wameweza kunisaidia katika mambo kadha wa kadha. Kitu inaitwa diaspora engagement. Number 1, mimi niko nayo one on one. Ninakuja wakati mwingine natembea hapa, na nyinyi mkija nyumbani tunaweza kuwasiliana na kuzungumza. Kwanza kabisa ni watu wa Marekani kutusaidia kuweza kubadilisha mawazo. Attitude. The attitude ambayo tuko nayo ya watu wetu kukuwa na scarcity mentality ambayo imekuwa kwa muda mrefu. Kwa hivyo watu wetu wa kutoka hapa wanatusaidia wakati wanazungumza na watu wetu, waweze kuwabadilisha mafikira yao, waweze kufikiria big, so that they think big kwa mambo yote yale ambao wanafanya. Wasiwe na uoga, wakuwe audacious, waweze kutafuta opportunities kila mahali. Jambo la pili, our diaspora engagement iko katika development. Kuna marafiki hapa ambao tunakaa nao, wanatuambia tafadhali, kama uko na let's say shule ambao unataka tufanye project fulani, unapata marafiki wanakuja pamoja, wanakuambia tunaweza kuwasaidia kujenga vyoo katika shule hii. Na wengine kama sasa niliongea na rafiki yangu fulani, anaitwa Mongare, ako kule Canada. Ameniambia kuna sehemu anataka kutuchimbia kisima cha maji. He wants to drill a borehole. Number of projects. Yes. Na pia kuna wengine ambao wanataka kuja kufanya medical camps, ambazo pia zinatusaidia sana kugundua magonjwa ambayo yanasumbua watu mapema, ili waweze kupata usaidizi katika mahospitali mapema. Jambo lingine ambalo tuna engage na watu wa diaspora ni kwamba wanatusaidia watu wetu waweze kupata makazi, connection ya makazi. Wanatupatia through their agents na through marafiki wao, haswa katika kazi za medical, mambo ya healthcare. Unapata watu ambao wamesomea mambo ya nursing, mambo ya pharmacy, mambo ya clinical officers. Kuna wale marafiki huku ambao
wanajaribu kuunganisha watu kutoka kule mashinani, kutoka nchi yetu, kutoka constituency yangu, waweze kupata ajira huku Marekani. Mtu akipata huku ajira anaweza kusaidia community sana. So those are some of the engagements ambazo tuko nazo. Lakini katika level ya juu ile kama presidential, fikira tulikuwa nazo tukiwa pande ya Ruto zilikuwa nzuri sana. Nitakuja kule. Lakini yeye alipopata hii nafasi, sababu najua utauliza swali, alisahau watu wa diaspora and how we should engage with them. Yeah. So, sijui kuna wito gani unatoa kwa kitutu cha South, wale wanaishi hapa ughaibuni, hasa kuhusu maendeleo ya nyumbani? Kila Mkenya, si watu tu wa kitutu cha South. Kila Mkenya ningemuomba wakumbuke nyumbani. Wakumbuke kwamba wamewacha watu kule nyumbani ambao pia tunahitaji kuwasaidia waweze kuinuka. Na isikuwa usaidizi ya handout. Watusaidie hata vile nimekuambia, encouraging people waende mashule, kutusaidia kulipia watu waweze kusomea the technical courses we are saying, ili na mambo ya medical care hapa. Nimeona healthcare is so big. Kwa hivyo watu wetu wakiweza kuenda kusomea mambo ya medical, itaweza kuwasaidia sana waweze kupata ajira huku. Kwa hivyo naomba wale wote ambao wako hapa wa Kenya waweze kuungana, waweze kusaidia watu kule nyumbani. Lakini pia watu wa kule nyumbani, hatuwezi kuwa watu wa kutegemea watu wa ughaibuni wakati wote, kila wakati nisaidie. Wacha watusaidie up to a certain point ili tuweze kujisimamia. Mtuonyeshe vile tunaweza kuvua samaki. Alafu sisi tuendelee kuvua samaki hiyo, badala ya kuendelea kutupa samaki ambayo nyinyi mmeshavua. So we are saying the diaspora plays a key role in our country. They are driving especially the construction industry. Everybody in the diaspora anajenga kwake nyumbani, ama anawajengea wazazi, ama anajengea ndugu yake, wana drive the construction industry. Ya pili, hii fedha ambao wanatuma nyumbani inasaidia kwa foreign exchange. Ya tatu, tunajua mko na vikundi kadha wa kadha and individuals who are supporting children in school, which we truly appreciate. And of course, the various medical camps that you do, and various donations of medical equipment and school equipment ambazo nyinyi watu hapa ughaibuni mmekuwa mkituma kuja Kenya. Kwa hivyo tunashukuru sana. Kwa hivyo kwa hii miaka 2-3 ijayo, ungependa kuona nini kutoka kwa diaspora? Ile ambayo ningependa kuona kutoka kwa diaspora is increased wokeness. Yani, unajua wa Kenya, wale wamebaki Kenya, na hiki ni jambo ambalo ningetaka kuambia sisi politicians. Unajua wanasiasa wanafikiri wananchi wale walipiga kura 2022 ndio hao wamebaki na fikira zile. You know, the current Kenyan voter has evolved. He's in a different level while politicians are lying in the past. Unaona? Na hiyo imetokana na engagements ambazo tumekuwa nazo haswa na watu wa hapa diaspora. Wamefanya tukaweza kufungua akili zaidi. Kwa hivyo watu wa diaspora na waomba tuendelee kuengage in our country kwa mambo ya kisiasa. Sababu hiyo ndio tunaweza kupata wanasiasa ama viongozi wazuri ambao wanaweza peleka nchi yetu mbele. Ya pili, endelea kuegeza katika nchi yetu haswa kwa mambo ya real estate. Mambo nyumba zile zinajengwa Kenya, either mjenge mnauza through your groups or individually, ama muweze kuegeza zaidi kujenga properties across the country. Sababu mko na uwezo, mko na mbinu. Na pia kama pia mnaweza kuegeza katika medical field, hospitali ama clinics ambazo ziko na specialities ambazo zinaweza saidia watu wetu, it is a good area to invest in. Mambo ya clean energy, especially solar, na mambo mengine kama hayo, that's an area that can improve Kenya kwa mbali sana. Kuna kitu mpya imekuja inaitwa artificial intelligence, ambayo uko kwetu bado hatujaanza employ sana. Nyinyi wale wa ughaibuni mnaweza kuja mtusaidie, and even modern agricultural technology and techniques ambazo zinaweza tusaidia for us to improve on our food security and improve on efficiency and storage and even production and storage ya mazao kutoka kwa agriculture.
Naona ukizungumzia hilo umenichukua matters national politics and policy. Yes. And kama wewe mbunge mchanga, unaonaje hali ya siasa Kenya kwa sasa? Umeniita mbunge mchanga? Yeah, because it's not your first time. Yes, it is my first time. Kiswahili changu kimelemewa kidogo, labda ningesema okay. Yeah, mchanga means I am fairly young. Yeah, pengine miaka, unajua sisi ni rika moja. Lakini sio ukishafika miaka 40, yani kwa katika hali ya MP. Ya MP. Unajua ukifika miaka 40 sasa umeanza kuwa mzee. Unajua unaelewa, ukiingia kule unakuambia umekuja sasa wewe ni mgeni, kwa hiyo in those terms. Yes. Si tunaitwa monos. Hata huko bunge kuna watu wanaitwa ranking. Wale ambao wamekaa muda. Ulikuwa umeuliza swali. Unaonaje hali ya siasa Kenya kwa sasa? Siasa Kenya is in a political crisis. Na hapo utaniruhusu nizungumze Kiingereza kidogo. And Kenya being in a political crisis, we have a leadership and governance problem. I thought we have been having the same all through. There are seasons we've been having, we can have a governance problem, but there's some degree of stability in the country. Right now, we have a leadership crisis that has emanated from recklessness in our governance, whereby mtu ambaye alipiga bidii kutafuta kura, ambaye ndiye rais wa nchi, alifanyia watu kitu inaitwa hoodwinking. Yani aliwapumbaza. Alafu akaweza kupata kiti kile. Lakini si ndivyo mnatupumbaza tu. Si kila mtu anapumbaza. Hapana, si kila mtu anapumbaza. Mimi nakwambia huyu alikuwa na talanta kuu sana. Alizunguka mpaka akalia. Akasema tafadhali. Mpaka kwa maombi. Kwa maombi alikuwa anatembea na Biblia. Jamani, tuliweza kuchezewa kweli kama Wakenya. So the problem we have in Kenya is not only even in governance, it's even in attitude. Yeah, the arrogance, the recklessness displayed by those that are serving, especially those in government, ni ya kuwafanya Wakenya waishiwe na hope, wasiwe na hope into the future. Wow. President ambaye tulimchagua tulikuwa tunamheshimu sana, and he gave promises ambazo ameshindwa kutimiza. Yeye akaanza increase taxes. Ameleta mambo ya housing ya kujinufaisha yeye na marafiki zake. Hii mambo ya SHA, ya mambo ya health ni ya kujinufaisha yeye na rafiki zake. Lakini akizungumza huku nje, anazungumza like all is well in our country. We are genuinely not okay. Yeah? And that is why he's been reaching out to Raila to help him stabilize. He's been reaching out to other leaders ili aweze kustabilize. Lakini hiyo bado haijamaliza ile wound ambayo iko na Wakenya. Ambayo uchumi wetu umeharibika. Yeah? Our education sector is in shambles. The university funding model is terrible because poor young Kenyans cannot access high education because ya funding model ambayo ameleta inasaidia matajiri ikigandamiza maskini. Ya pili, kwa education, hii CBC haina mwelekeo. Hatujui 8th grade na 9th grade wataenda wanaita junior secondary. Where are they domiciled? Ni katika sekondari ama ni katika shule ya msingi. Yeah? Walimu, they were not prepared for this kind of curriculum. Sababu walimu wamefunzwa vile kwenda kufunza subjects zile zilikuwa zinafunzwa kwa 844 system. Kwa hivyo, even at the university level, the curriculum has not been adjusted to fit the kind of education being offered right now. Jambo lingine ni mambo ya health. Health is in tatters. Number one, it was devolved. County governments do not receive the monies they are supposed to get in good time. Why? The president, tax ikikuwa collected, kitu anataka ya kwanza ni renovation ya State House. Kila mwaka renovation, State House Nairobi, State House Mombasa, State House Nyeri, State House Kisumu, State House Kisii. Hiyo ndio kitu muhimu kwake. Sababu hapo unajua ni nini inaendelea wakifanya hivyo. But mheshimiwa, I thought those funds are budgeted for, and if you don't do that which you budgeted for, still is itarudi. Sasa wacha nikwambie. Number one, fedha za governors zinachelewa kutumwa. Lakini kuna magavana ambao they don't utilize them in the time that they are given. Alafu unapata hizo fedha zinarudi katika kwa treasury. Lakini si ati zimepotea, zimerudi tu
Because unaweza hazikufanya kuzitumia. kazi. Yeah, sababu hazikufanya kazi. Ndio tunaomba magavana waweze kujaribu kuutilize hizo fedha. Jambo lingine nilikuwa naongea about health. Wakaleta isha. Isha, it was just a gimmick because NHIF was working perfectly well. The only problem was in claims management, ile malipo kwenda kwa mahospitali zile zina offer services. Hapo ndio kulikuwa na shida. That is what we should have fixed. SHA has inferior benefits to what NHIF had. Kama mambo ya Linda Mama walitoa kwa SHA ni hela kidogo sana. Mambo ya wanafunzi ilikuwa inaitwa edu afya ya kupeleka wanafunzi wa secondary school and above wanaweza enda hospitali watibiwe wakiwa shule is no longer there. You see, mambo ya let's say diabetes checks and treatment ilikuwa haina limit. Sasa hivi wameweka shilingi 3,000 kwa mwaka kwa familia moja. Mambo ya kama diabetes ya obesity which is a very serious problem now in our country. Hiyo wameitoa that they cannot treat. So we have a challenge. Wow. Unaelewa? They are obsessed with making money while they are not delivering services. Tuje kwa mambo ya uchumi, mambo kama ya housing. They are forcing these housing projects down our throats. Na hawakufanya public participation. Ile walifanya ilikuwa ni ya kulazimisha. Nimeona hata baba alikuwa anapinga lakini amekubali moja jengo kwake. Sitaki kuzungumzia hayo zaidi sababu number one, it is the strain they have put in the pockets of Kenyans. Wanasema they have managed kitu inaitwaje? Sahi wanasema vyakula viko cheap. Unafikiri ni kama hao ndio walienda wakafanya manufacturing. The issue here is this. We need to remember fertilizer. Wanasema fertilizer. Fertilizer cannot be the only thing that can increase production. You get? Kama sasa ile kitu inaitwa mvua. We have been a lucky nation. We have had long rains since the year 2022. Unapata mvua inapotea muda kidogo inarudi. Muda kidogo inarudi. If we want to genuinely have food security, we must be intentional about the production, aggressive production. Number 2, about the storage. And number 3, about the market. That is how you empower people. You just don't throw fertilizer. Kitu ingine unafaa ukumbuke, fertilizer is donated. They bring it as a donated fertilizer. They come and do some reconstitution of that fertilizer. Wanaongeza vitu from 60,000 metric tons to 100,000. Kuna watu walikuwa wanasema waliongeza uchafu fulani pale. So it is a myriad of crookedness ambayo inaendelea. Tukienda zaidi tuzungumzie kama hii housing nilikuwa nazungumza. Hao focus yao ni kuuza chuma, kuuza simiti, kuuza mbao ya wardrobe na milango na vitu kama hiyo. It is not about empowering Kenyans. So Mweshi, in your sababu hizo nyumba zikimalizwa ni nani anapewa? They use 1 or 2 people to pose like wamepata nyumba. Hizo nyumba wacha nikwambie. Yona zingine maji yakitoka something. The deposit, the people in the slums cannot afford. The rent, the people in the slums cannot afford. The utility bills, sababu mambo ya maji inakuja, ya stima, mambo ya maintenance ya hiyo compound. You understand? So they are insincere. Ni ukorofi tu, ni marafiki zao wanapata hizo nyumba. So Mweshi, vile unaongea, so I'm stuck. Are there any genuine opportunities for reform, or are we still stuck in the traditional politics? We have made some progress. I cannot say there's absolutely no progress. Hata hiyo SHA ambayo we criticize. There are certain things in SHA that are progressive. Yeah? It is not in its entirety. Yeah? Hii mambo ya housing. Of course, it has created some 2-3 jobs, 50,000 jobs for our people, which is a positive thing. Hata kwa hiyo housing bado, unapata kuna hawa plumbers, electricians, watu wa ujenzi. So there is some positivity. But the way they use it, it is like such a magnificent thing that has taken 2 or 3 million people from the streets. You get? That is where we have a problem with them. Number 2, they are using public land with our public
because it is a contribution I've made, but they don't want to give me that house. Unaelewa? Now, ingine ambayo ni progressive, of course, watu wetu hawajakufa njaa kwa muda. Hatujakuwa na extreme famine, extreme drought. So we have made some progress. However, it is not in the direction that we ought to have been. Ukiangalia World Bank na IMF zimesema ile kitu ambayo itasink Kenya ni corruption. Isipokuwa dealt with within the next very short time. Yeah? Ndio sababu unaona watu they borrow, but they don't borrow for a specific projects. Wanaboro wanaeka tu hapo, wanatoa, wanakuja kutoa michango milioni 2, milioni 5 kupea vijana. Ushuru yetu ndio wanatumia kufanya these things you are seeing. In the process, they hope it can increase their popularity for a re-election. But like I told you, we are dealing with a totally different evolved voter in 2027. So in your opinion, Kenya itaweza kukombolewa? Kenya inaweza kukombolewa. And do you have anybody in mind who can, you think, now, can number one, Kenya inaweza kukombolewa. Inaweza kukombolewa kivipi? Yule kiongozi ambaye yuko. Kwanza, yeye ndiye anafaa take up responsibility because he is still in office. Ajaribu kubadilisha maisha ya Wakenya. Anayabadilisha namna gani? Let him come up with proper fiscal policies, economic policies that can transform certain industries that can employ many young people. But that is one. When we look at those policies, by the way, they are very good. Kila mtu akiingia kwa serikali akuna very good policy. Ideas. There's a difference between ideas and policy. Policy is what gets implemented by government. Do they Your proposal out there is not, they don't implement them. That is where we have a problem. You get? Even in our foreign relations, we have a problem. That is why even export of our human labor has become a challenge. Yet we have the most trained population in the entire of Africa. You see? So we are saying those who are in power right now should try to actually fix the economy. Watu wanaumia sana. Watu wanaumia ndugu yangu. Bado hujanijibu. Ya pili ni kwamba hawa wameshindwa. Na hata najua ile muda imebaki, they can do very little. That is why they are obsessed with bribing Kenyans. The only pillar they have right now is bribery with the monies they've stolen from Kenyans and violence, using the criminal justice system to fix those of us who do not agree with them. So now, what happens? In the Bible, in the book of Proverbs, there is a verse that says, when the righteous are in power, the people rejoice. And when the evil or wicked are in power, people cry, like Kenyans are crying now. So what happens when such seasons come? Kenyans must come together and push for fresh, more focused leadership. Leadership that will be focused on what I can call their urgent and practical needs. Urgent and practical needs that can improve their quality of life. Na huyo mtu ambaye nimeona amedemonstrate in the past, ambaye alipewa opportunity kama minister wa information, he stood out. Kama minister CS wa education, he stood out. CS interior, he stood out. And at one point, he was like the deputy president of the Republic of Kenya, coordinating various ministries. Na huyo anaitwa Dr. Fred Matiang'i. Dr. Fred Matiang'i is very enthusiastic. He is an optimistic leader. He is outgoing. He has demonstrated that he can actually serve. And he served our country diligently. And hence, that is why when the young people of the Republic of Kenya decided that the regime that is in power today does not deserve an extra minute in power in 2024, June 25th, they demanded that Matiang'i is the only person that can come and redeem our country. But we thought that was unconstitutional. Let us allow this regime to continue with their tour of duty. Unfortunately, they are not able to do what is required of them. Now, it is time to actually rally the population in Kenya to support Fred Matiang'i. Fred Matiang'i ambaye nakwambia, if he gets that opportunity, or when he gets that opportunity, we are certain things will be transformed, because what we need is improved work ethic. We want a motivated population. We want a hopeful citizenry. Ukiona Kenyans are severely overworked and grossly underpaid. Lakini unapata
bado wale viongozi wanaendelea kuwanyanyasa kwa ile payslip. Kiongozi ambaye ata-utilize the little resources that we have to help transform our country. Na ndio sababu nasema Dr. Fred Matiang'i ajitokeze kabisa na Wakenya wajitokeze na waweze kumsaidia na haswa nyinyi ambao mko Marekani tunaomba muweze kumsupport Dr. Fred Matiang'i. Mheshimiwa, that's a good thought. Tumeona kazi Dr. Fred amepatiwa, ameifanya. That one hatuna shida. Kila Mkenya amehakikisha and we can actually we can see. Hii kazi amepatiwa. Lakini yenye anatafuta hatujaona. So as he come out, yeye kusema anatafuta. Because I hear tunasema we want. Yeye ametoka amesema I need mimi this. Sijui unaishi dunia gani kama mwanahabari. Mwanahabari kweli kabisa Matiang'i amejitokeza. Alisema atarudi. Amekuja Kenya, akatembea haswa sehemu ile region ambayo anatoka na pia ametembea sehemu zingine na amekuwa akikutana na marafiki na wanasiasa wengine ambao wanataka kuungana waweze kutengeneza mrengo mmoja ambao utasukuma ili waweze kuchukua serikali. Fred Matiang'i alisema yeye yuko tayari kuchukua ushukani wa nchi yetu aweze kuweza kutransform the country. Dr. Fred Matiang'i has said he is coming to fix the economy, fix the education sector, fix the health sector, fix issues to do with health, with the food security, fix even the attitude of public servants. So in your view, aweze kuensure hakuna corruption katika nchi. In your view, the only fixer ni Dr. Fred Matiang'i. He is not the only, but he is the one who has demonstrated presently and who has shown interest in running for office as president. Suppose he doesn't run. Kuna mwingine unaona can come closer to that? Kwa sasa ni yeye ndio tunamtarajia na yeye ndio mimi nimeweza kuzungumza naye na najua he's running. Na hata wengine katika opposition, they will make certain changes. What I can tell you is a continuation of William Ruto is an extreme demonstration by Kenyans that they are happy with the oppression they are being put through. Na huyu nakwambia kama before he gets a second term amenyanyasa wa Kenya to this extent, what do you expect him to do when he gets a second term, when he does not need a re-election? What do you expect? Vile vijana wamewawa, vile watu wanagandamizwa, the way the criminal justice system is used to frustrate people, the way development is very skewed. Leo nilikuwa nagombana na mjumbe mmoja katika mtandao, ananiambia kwao ako na niingie serikali ama sitapata maendeleo. Sababu yeye amepata 82 kilometers of tarmac. Sisi kwetu Kitutu Chache South tumengangana, tumepata 9 kilometers, 4 kilometers, 2 kilometers na 3.4. Yeye ako na 87 kilometers huko Rift Valley. What kind of a president is that? Who pushes parliament to become an appendage of the executive that only pushes for things that he wants, what even if those things are actually oppressing our people. That is why we are saying giving William Ruto another minute in office is madness. Wow. Thank you, Mheshimiwa. And before we finish, as a young MP, your ideologies may be due to age or another. What are the challenges you face in Parliament? We face a myriad of challenges. Number one is on the issue of budgets. You see, like now for me, I do not subscribe to what I call psychophancy. If the president does something good, I will say, like I've told you what is good in SHA. There are a few things that are good in SHA. Like now, issues to do with mental health that was not in NHIF has been introduced in SHA. And SHA wants to ensure that everybody gets medical insurance. But the benefits are inferior. Number two, the deductions are too high. Number three, the system is too expensive. It is a total robbery from the pockets of Kenyans. Kwa hivyo, niseme, sisi kama young MPs, number one, we get frustrated pale parliament. Number one, kwa jambo la kuweza kuzungumza.
kuzungumza bunge the speaker himself na si ati mara nyingine hawataki kuongea. Unapata speaker sahi tuko na speaker ambaye pia hakuna kama upendeleo, sababu yeye badala ya kuwa speaker wa National Assembly yeye ni speaker wa Kenya Kwanza. Na yeye atajitetea na najua hii itamfikia na atajaribu kunisomea na mimi saa hii hakuna si yeye alinichagua kwa hii kiti raia. Do you raise your I know there's something we keep praising you know I'm one of the only MPs, let me address the cameras. I am one of the very few MPs that the speaker Honorable Moses Masika Wetangula has never given a chance to speak in parliament. This is the second year. The only time I speak in parliament is when I have a question, I'm welcoming guests from my constituency to parliament, or when I have a statement. Ile debate kama ya finance bill, he will never give me a chance. Nikikuja hii mambo ya health, mambo ya SHA nilikuwa, he never gave me an opportunity. The only time I speak in parliament is when somebody else is on the chair of the speaker. Whether it is Martha, whether it is Kaluma, whether it is Farah Maalim, whether it is David Ochieng, whether it is Omboko Milemba, all those that sit in the panel of the speaker's panel. Au akiwa, pengine ndapata nafasi. Yeye hawezi kunipea nafasi. Sababu gani? Mimi ninaambia serikali ukweli vile mambo iko. So then you can utilize the other times when... That is what I try to do. That is what I try to do. But 60 to 70% of the time, the current speaker ndiye anakaa. Is it by design or... because naelewa, there is an order kama yule mkongwe yuko kidogo, those who have been there. No, it is not an order. It is just precedence na heshima that ranking members get a little more privilege. It is normal. It is not a bad thing. Lakini pia sisi tuko na jambo la kuzungumza. Jambo ya pili, unapata niko bunge, kuna wajumbe kama 25 pekee bunge. Lakini anazunguka hao wengine na jaribu kuinua mkono, nimeweka kadi, lakini hakupati nafasi. What does that tell you? You get? So kuna upendeleo, lakini Mwenyezi Mungu pia anaendelea kutufungulia. Tunapata nafasi kwingine ya kuweza kuzungumza kama sasa vile nazungumza sasa hivi, na kuzungumza na Wakenya wetu na kusukuma agenda yetu. Kwa hivyo ile tunaweza we do statements, ile tunaweza we ask questions sababu hawezi kukataza, ile tunaweza tukipata opportunity through other members of the speakers panel pia tunaweza kuzungumza. In the next 2-3 years, where do you see Kitutu Chai South? And one more, do you also think of expanding or anything in national leadership? Asante. Kwa mambo ya leadership, kwa sasa mimi nataka kuendelea kuwa mjumbe wa Kitutu Chache South. Niangalie niweze kukua mjumbe for another 5 years. Ndio niweke ile transformation vision ile nilikuwa nayo, niweze kuifikisha. So I'm asking the people of Kitutu Chache South to give me another opportunity to continue with the job that we are doing. At the national level, we definitely will be involved in our politics of the national at the national level. Na baadaye tukimaliza kukua wajumbe, tunaweza enda viti zingine pengine kule kwa county ama huku Nairobi kwa viti za national. Ni kazi ambayo tunaweza kuifanya. Na kwa watu wa Kitutu Chache South, there is of course transformation. In the next 2 years, what we have in our budget, we are going to transform our schools, especially because I'm very passionate about education. Education is the equalizer. So shule zetu tunaenda kuzibadilisha na zitakuwa in a state ambayo inaheshimika. Jambo la pili, najua barabara zetu ziko na shida, but we are pushing to ensure our roads are rehabilitated regularly. Na mahali ambayo tumepata a bit of budgetary allocation, tutaweka lami. Kitu kingine ni mambo ya maji. We are partnering aggressively with the county government to ensure water is distributed to our homes. Na mahali tunaweza, we are drilling boreholes and helping to have water kiosks in the communities, ndio watu wetu waweze kusaidika. La muhimu kabisa ni we want to open up the Kitutu Chache South Polytechnic, ambayo itakuwa ni a major project yenye itafungua area hiyo ya Kiamwasi and Central Ward and parts of Nyakoe Ward kwa mambo ya uchumi, na pia watoto wetu waweze kusoma
wapate kusoma mambo ya ufundi, iweze kuwafungulia opportunities within the constituency, within the county, within the country, and even beyond our borders. Ambayo nafikiri by January we will be having a major opening of our polytechnic. We are waiting for some resources kutoka kwa Ministry of Education, ambayo waziri Migosi na mheshimu sana huyo waziri Migosi is giving us some resources ambazo tutamalizia hiyo polytechnic iweze kukua standard kama ya the rest of the respectable TVETs ambayo itaadmit watoto kuanzia Januari. Tuko na wachache, lakini we do not have enough facilities, so we will open it up properly from January. Kwa hivyo tuko na mafikira mazuri kwa watu wetu wa Kitutu Chache South, na nawashukuru sana haswa nyi watu wa diaspora kwa makaribisho mazuri. Mwenyezi Mungu awabariki, muendelee kutuombea na msisahau kumwombea ndugu yetu Fred Matiang'i sababu yeye tunataka aingie kule aweze kufix. Huko Kenya watu wanamuita Mr. Fix It. Asante sana. To your viewers in diaspora and maybe Kitutu Chache South, what's your final message to them? What I can say is that I'm really pleased to be here in the diaspora and to get this opportunity to speak to them through your channel and to appreciate the hospitality I have been accorded throughout the US. I've been here for close to 4 weeks, and my coming here was around appreciating those who supported me in the year 2022 as I came here to raise resources for my bid to run for MP, and they really supported me. I've of course expanded my networks. I've improved on my social capital through the engagements I've had. Number 2, I came to build momentum for Dr. Fred Matiang'i, who is a wonderful gentleman. He wants to help transform our country. He wants to fix the challenges we have in our country. So I came also to build momentum for him. And I'm requesting that you accord him the necessary support as he comes. He's a wonderful gentleman, and I believe he'll be able to, when he comes around, when he comes to the various states, we have various chapters. When he will be coming, he'll be able to talk about his vision and his mission for our country, Kenya. So I truly appreciate. And to the people of Kitutu Chache South, you know, nina wapenda sana. You have been wonderful people. You supported me and you continue to support me. Every poll that comes out, I seem to be among the best performing MPs, and the responses come from the people of Kitutu Chache South, which demonstrates that they have faith in me, and I hope I will continue serving them with diligence and remain forthright and ensure they are properly represented at the national level. Now, ashukuru sana. This is a wonderful opportunity. I truly appreciate you, my brother. May God bless you. You too. Thank you. There were 10 walioponywa in the Bible. Yeah. And then one came back to say thank you. Yeah, you know, you said, you know, there are these people who are sick, walikuwa na leprosy. Yeah. Katika Biblia, iko the book of Luke 17. Yeah. I hope where you don't misquote. At of them 50 something. Now, these people waliona Yesu anapita pale kwao, wakakimbia wakamwambia mwenye tunakuomba uweze kutuponya. Jesus told them, you need to go and show yourselves to the priest. Go and show yourselves to the leaders of the church. They'll pray for you and you will be healed. While they were on their way, because of the faith they had, nini ilifanyika? Si walipona. Walipona, lakini wangapi walirudi kusema mmoja tu. Ndio huyu mimi hapa. And by the way, that's a very big thing if you have realized the time umekuja hapa. Yes. That's a very big thing to us. Yes, gratitude. One of the presidential candidates nilikuambia hapo mbeleni tulimsaidia sana hapa. And then when he went, he never came back to say thank you. The next time he came, we never showed up. You were not as enthusiastic. Yeah, we just tulisema wacha tu hakae because that's a very big thing to us. And again, you are still humble. I'm happy you've noticed that. People tell me that. But again, you know, I cannot tell it myself. I'm just living life. I'm just being myself. Because that's how we can reach you. Thank you so much. Thank you, bro. Thank you for watching. This is Mheshimiwa Tony. With only 2 names. Tony Kibagendi. Yes. I'm Maureen Ontiri, and thank you for watching.